kwa sababu umekuwa na sisi kwa miaka zaidi ya 10. Hakuna chochote kikubwa cha maana wameweza kuona kama manufaa ya hii mining. Amana warate. Nasema uongo. Na mimi kwa neema ya Mungu niko mdogo hivi. Nimefanya kazi pale Kwale na Rashid Abdalla na Lulu Hassan. Nimeona base titanium na manufaa ya watu wa Kwale na mapenzi yenye kampuni ile iko na hawa wadosi. Mimi naomba hayo mapenzi yenye base titanium iko nayo wadosi ukae nayo hata kama hajawekwa kwa mkataba. Uwapende kwa sababu najua watakupatia second chance. Please don't let them down. Usiwaangushi. Pale Kwale base titanium hatasaki kupoteza muda. Wametengeneza Msambweni secondary wakaiweka body. Wako na damu wametengeneza pale kupitia Pavi Cooperative. Wanaweka pamba na viazi. Wameangalia post mining land use. Wako na basari wanapeana inaitwa Prepare Education Program. Wametengeneza wa boys. Wametengeneza kiwanja cha wa stadium. Wako na tinga za kutengeneza barabara. Wameweka kabro. Wameweka maram yenye inatoka kwa site. Yaani nikiyasema hatutayamaliza. Wameweka power lines. Wametengeneza football team ya kusimama. Tournament tunafanya pale inaelekezwa zaidi na investors. Na kwa sababu najua kwamba hii land imeombewa na itakupea baraka na wewe utapata hasara. Naomba uwapende hao watu na wafanyie haya maneno kwa CSR na kwa mapenzi makubwa. Na ukiwa na shida mimi naomba ukuje kwa hao wadosi. Wadosi sio boti. Wadosi ni hao. Naongea kwa sababu mapenzi yangu ya kuona mwananchi amefaidika ni makubwa kuliko kupata cheo cha kisiasa. Mimi kama mtu mwenye amelelewa hapa Kishu, haiwezekani kwamba mahali hapa kwenye utajiri mkubwa unaoweza kushibisha hii nchi kwa miaka 50 iwe mahali tajika ya umaskini mkubwa na Taveta. Kwa hivyo tutasaidia tuweze kutetea ili kwa mara ya kwanza watu wa Kishushe waanze kuona manufaa ya hii madini. Na nikisema hivyo, ile advice nitaacha ya mwisho kwa investor ni kwamba hizi madini hazitakuwa milele. Na si investor peke yake, hata wanahisi. Yaani kama madini ndio kayagatoe. Kuna siku hizi ardhi hazitakuwa hazina madini. Wana investor naomba hii post mining land use uanze kuifanyia kazi mapema kwa mujibu wa sheria. Ili pale base titanium wamemaliza kazi lakini bado wanaendelea. Jana nimeongea na mweka hisa ama manager wa base. Akaniambia wana transform pale mahali wanapanda jinja, viazi na wako na kampuni yao hata wameregister copy. Kwa hivyo naomba mambo ya kuangalia mashamba yetu after umefanya mining yaanze saa hii. Yasianze ule wakati mkataba umeisha na mwananchi. Yaanze saa hii. Amana warate. Sasa kwenda mbele mimi nasema hivi. Kwa sababu fanya utafiti na nimeona pale Dalian Commodities, nimeona China tan moja ya hii magnetite iron ore inauzwa $107. Yaani hiyo ni pesa takriban 14,000. Mimi naomba board tukienda mbele. Hii royalty ya shilingi 100 wakati wake umeisha. Nasema nyangera na daksa inawe bora tu. Yaani wakati wa 100 bob per ton umeisha. Mimi nataka kuomba kwa sababu hiyo 100 nasikia ilikuwa kuanzia 2019. Sasa hii ni miaka zingine karibu 5. Naomba kama itawezekana Matilda na najua wewe ni ngangari. Hizi agreement zitaandikwa kwenda mbele sianzie. Yaani bei ya chini 500 kwa ton. Maombi yangu tu. Hawa na wewe na mkutano. Na hawa roll, si ndio? Na mimi kwa sababu ni mchapakazi, nimeandika memorandum yangu, nimekopi yale mambo ya Kwale na nitaipeleka county assembly. Na county assembly naomba vile nilipeleka ile memorandum ya watu wa loan wanaotuhangaisha na imepotelea mahali hapo chini. Hii naomba isiweze kupotelea mahali ili tuweze kusaidia watu wetu. Hii ni advice kwa board yangu. Ni kwamba ndio ina haja kufiniki rekabika kwa ndoo, ndio fuma. Hawataenda mahali. Kasika ndo yari kavutanaga tu. Kavutanaga. Mtu nda kushoka hofu tu. Sasa mimi naomba board.
mkakaia pepo ya mangalalize kengia kwa board msekevu tana, yani mndu akunda kidogo fuma sekevu tana. Na ndio maana najua wakili Kifuso wako hapa kwamba hii agreements tunaandika zipigwe msasa, zikuwe na alternate dispute resolution, yani ziwe na njia mbadala ya kutatua mzozo, kwa sababu ichikireti ama nyikana kuenjana kotini, kushtakiana, kubonyana baada. Na mimi najua wazee wako hapa wenye wakati mwingine watu wanaweza kukosana, ili wazee wakalishwe chini, tuwe na alternative dispute resolution. Kwa hivyo wakilio mzee Doko na manya kaba msasa hilo agreement lifunge ya goma lao. Na mimi pia nimeingia katika chuo cha kusomea sheria. Kwa hivyo ditesia na ndugu wapo kuzigana malao gamu sheria ditesia. Na mwisho nikimalizia, juzi nilikuja hapa nikasema kwamba bodi mnapoendelea kufanya miradi za mining, mimi kwa udogo wangu nitahakikisha pia mimi niko na mtambo wangu hapa Kishushi. Nihakikisha kwamba inyonka kapisa renyu rachuma na inne kana mtambo wapo kwa maanganishi mosikile kama. Sasa hivi mimi naacha na mbeu ya Afrika Kusini. Lakini naamini kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi yenu, siku moja sitasimama tena kwa mkutano, nitasimama bunge la kitaifa. Nikisimamishwa na standing order ya 44 kuweza kuongelea mambo ya Kishushe kwa ujasiri na kuhakikisha kwamba interest yangu sio yoyote ile, ni ya kuona mtu wa Kishushe amefaidika. Nawe mkotea sena, niendelee ama nisiendelee? Kwa sababu nyinyi ni wadosi na mmesema nobody can stop reggae.